Mambo vipi? Hii ni true story kabisa. Huyu jamaa bana anaitwa Thabo Bester. Jamani, tapeli kinoma. Ngoja mimi nikupe historia yake afu utaelewa. Sasa Thabo alizaliwa mwaka 1986. Yeye ni mzaliwa wa South Africa. Kazi yake yeye ni tapeli. Kama nilivyokuwa nimekuambia, anafoji vyeti, anafoji nyaraka tofauti, anafoji mihuri na vitu vingi sana. Sasa siku moja akapata wazo la kutapeli watu kwa njia ya mtandao. Umeona? Akafungua account Facebook kama kampuni inayodili na kusapoti mabinti wadogo wanaotaka kujiunga na wanamitindo. Kwa baada ya kufungua hiyo account ndo akawa anaenda DM nini, wanatumia message kwamba waje wakutane, kwamba atawasapoti kwenye kazi zao za wanamitindo. Na wanadada baada ya kusikia watapata kazi wanaona dili si ndo hili bwana, wanakubali kukutana na Thabo. Kumbe Thabo akikutana na wanadada anawachukua, anaenda nao private, wanabakia wenyewe. Mchizi anachomoa kisu afa anawatishia, mara anawakaba, anawaibia pesa, anawaibia laptop, anawaibia mikoba, afu huyo mchizi ana sifa zake. Umeona bwana? Afu huwezi amini bwana, hiyo kazi yake ya kukaba ilikuwa inampatia pesa sana. Kuna wakati alikaba PC 3, 4, 2. Mbaya zaidi, Thabo wakati akikutana na wanadada wakati mwingine alikuwa anawalazimisha wanadada walambe asali. Umeona bwana? Thabo aliendelea na hii shughuli yake ya kukaba kwa muda mrefu sana, kwa miaka na miaka. Mchizi bado anawakaba wanadada. Akiwa anaendelea kukaba wanadada huku na kule, mchizi akapata demu, akawa girlfriend wake. Umeona wakadeti kama miezi 8 hivi. Sasa siku moja kukao kuna ugomvi mkubwa sana. Thabo na girlfriend wake ndani ya pakaliki wakazingwana kinoma. Kama kawaida, mchizi sikashazoea kuwakaba, kachomoa kisu kama kawa, kamchapa kisu girlfriend wake. Mwanangu asikwambie mtu, dada roho ikakimbilia mbinguni, mwili ukabakia pale. Afu mchizi kama kawa kabeba mkwanja, huyo kasepa zake. Sema muda si mrefu polisi hawa hapa wakafanikiwa kumdaka Thabo. Baada ya hapo Thabo alipelekwa mahakamani. Kweli jamaa akakiri makosa, akasema kweli niliua girlfriend wangu. Baada ya hapo jamaa alipata hatia na kufungwa jela maisha. Sema baadaye adhabu yake ilipunguzwa kutoka kifungo cha maisha mpaka miaka 30 jela. Sema kuna usemi wanasema mjasiri aachi asiri. Sijui nimeupatia au nimeukosea, ila nilitaka nikwambie kwamba Thabo akiwa kule jela akaanza kutapeli tena. Baada ya kuzoea jela tu, kakaa miaka kadhaa tu, naye akaanza kutapeli kule. Asa ilikuwaje? Ilikuwa hivi, kuna dada mmoja anaitwa Nandifa. Huyu ni daktari. Umeona? Sasa sisi tumuite Dr. Nandi, au sio? Sasa Dr. Nandi pamoja na Thabo walisoma chuo kimoja, tena darasa moja bwana. Si ndo wakaanza kuwasiliana. Wakati huo mchizi yuko jela, Dr. Nandi yeye yuko mtaani anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Huku na kule mawasiliano yakawa mawasiliano, wanapigiana simu huku na kule. Dada akachanganyikiwa kabisa. Dr. Nandi huyo akaanza kwenda kumtembelea jela, mara wakaanzisha mahusiano. Mwanangu, mchizi bado yuko jela. Dr. Nandi akilizisha mluka kabisa, yani kapagawa kwa mchizi. Unajua Dr. Nandi alichanganyikiwa kwa jamaa mpaka na yeye akaanza kumsaidia kufanya utapeli. Dr. Nandi kachukua PC kampelekea mchizi mule jela kama utani vile. Mchizi kama kawaida kafungua account fake kwenye mitandao, afu katengeneza warsha fake kwamba itafanyika pale South Africa na msanii mkubwa Halle Berry kutoka Marekani ndo atakuwa mwongeaji mkuu kwenye warsha. Akatengeneza na tiketi kuwauzia wanadada. Wanadada achanunue bwana tiketi za kutosha. Wadada walinunua tiketi zote zika sold out, yani show ikatembea. Umeona? Sasa Dr. Nandi na Thabo alifanya utapeli mwingi sana. Huu nimekupa mfano tu. Sasa baada ya miaka 10 Thabo akiwa bado yuko jela, asa siku moja moto kawaka mule gerezani. Askari hawa hapa nini kuwai mule gerezani, moto ulianzia kwenye chumba alichokuwa nakaa Thabo. Kufika kule wakaona mwili umechomeka moto, yani Thabo kafariki, ni kama amejiua hivi. Umeona? Sasa kama unadhani story imeisha, ndo kwanza iko katikati na utamu ndo uko hapa. Sasa ni hivi, baada ya kifo cha Thabo, si ndio media zikaanza kutangaza bwana, kurusha habari Thabo amekufa na nini. Huku na kule mama yake Thabo akaona taarifa. Sema mama yake Thabo na Thabo walipotezana muda mrefu sana. Mama yake hajawahi kumsikia Thabo muda mrefu kinoma. Sema baada ya kusikia kwamba mtoto wake amekufa, ikabidi ajitokeze bwana, aende mpaka hospitali kwenda kumwangalia mtoto wake, angalau amuone kwa siku moja tu, maisha mengine yaendelee. Huyo mama wa watu mpaka hospitali. Haya, kufika hospitali madaktari wakasema hapana, hatuwezi kukabidhi mwili bwana, lazima tukupime DNA tuone kama kweli wewe ni mama yake au la. Mama yake akasema hamna shida
shida ni pimeni, madaktari kuchukua sample kupeleka maabara kupima DNA. Majibu yatakushangaza. Mwili wa Tabo na wa mama DNA haziendani kabisa. Madaktari mule ndani wanashangaa tu. Hoya, ni nini kimetokea? Wote hawaelewani mule ndani. Hasa wakaanza kujiuliza, hasa mwili ni wa nani? Ikabidi madaktari waanze kuuchunguza tena. Kuuchunguza wakakuta ni mwili wa jamaa alikufa muda mrefu kinoma, na alikufa kwa ajali ya kupigwa kichwani, wala sio kwa ajali ya moto. Umeona? Alafu urefu wa Tabo na huu mwili, Tabo ni mrefu kinoma kuzidi huu mwili. Kwa hiyo ule sio mwili wa Tabo. Madaktari wanajiuliza na mapolisi, sasa Tabo yuko wapi? Utamu hapa. Kumbe kabla hilo tukio la moto, Tabo na girlfriend wake Dr. Nandi walipanga Tabo amtoroshe. Umeona? Sasa namna gani ya kumtorosha? Ndio akatengeneza scene kwamba jamaa onekane amechomeka na moto, yani amejua kwa moto muli kwenye selo. Na yote Dr. Nandi alichora. Sasa Dr. Nandi alienda kwenye mochwari ya karibu kabisa na anapofanyia kazi, akaenda kutafuta mwili ambao ulikuwa haujapata ndugu. Yeye akasema ndo ndugu yake. Kweli wale jamaa ikabidi wampatie mwili. Dr. Nandi akachukua ule mwili akaondoka nao mpaka gerezani. Kufika kule kuna wale askari ambao walikuwa wanapenda hela. Dr. Nandi sikawaonga bwana. Kawapatia mkwanja wa kutosha, afu akapitisha mwili mpaka gerezani mwanangu, kwenye chumba na selo ya mchizi nani Tabo. Ndo akawasha moto. Umeona ile kuwasha, mchizi Tabo naye akasepa zake, huyo kachikichia zake mtaani. Wakati anatoroka Tabo alitumia nguo za kiaskari, akaondoka zake kaingia zake mtaani, maisha kuendelea. Umeona? Ndo hivyo mwanangu. Tabo kasepa, afu kila mtu anajua kwamba roho ya Tabo iko kwa baba, mwili wake umebakia duniani. Kumbe mchizi anaenjoy mtaani. Noma sana. Ndo hivyo jamaa yuko zake mtaani, yuko na bebe yake Dr. Nandi, na wanaonyosha watu tu ni kuwatapeli watu mitandaoni tu huko, na watu wanaingia kingi wanawapiga kinoma. Haya, sasa baada ya mwaka mmoja bwana kupita, maisha yameshaendelea na kila kitu. Sema kuna wale waandishi wa habari ambao wanafuatilia habari mbalimbali. Kuna wale wachunguzi wa habari, si ndio wakaanza kuifuatilia hii issue. Umeona? Wakapata na ripoti za madaktari kwamba mwili uko unasemekana wa Tabo na DNA ya mama hazifanani. Kule mwili ni wa nani? Umeona? Ndio akaipublish ile habari kwenye maredio na kwenye TV na kwenye magazeti. Mara habari kashika vichwa vya habari. Ni noma sana. Yani kila mtu akaanza kujiuliza sasa Tabo yuko wapi? Ile habari ilitambaa kinoma mwanangu. Umeona? Polisi wakaanza tena msako. Na kweli hiyo habari na zile habari kweli ziliwafikia Tabo na Nandi. Umeona? Walivyoona akasema tubakie hapa ili weje, pameshanuka hapo. Hao wakachukua zao gari moto. Hatua ya kwanza wakafikia Kenya. Sema walivyoona Kenya, tunaweza tukadakwa, wakasepa zao mpaka nchini kwetu bana, nchini Tanzania. Ili wanafika Arusha tu, mapolisi hawa hapa. Wakawadaka. Siku 2-3 wakarudishwa kwa South Africa. Baada ya kurudishwa South Africa, Tabo akarudi kutumikia kifungo chake cha maisha. Alipunguziwa akajiongezea. Umeona? Sema Dr. Nandi akapelekwa na yeye akapatikana na hatia, yuko rumande mpaka sasa hivi tunavo, na kesi yake ilikuwa inatakiwa kusikilizwa tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2025. Sema alipiga tarehe kwa itasikilizwa tarehe 21 Julai mwaka 2025. Bana, hii issue ni ya kweli kabisa. Kama vipi? Nenda Google search, andika tu Tabo Besta au Dr. Nandifa, utaelewa. Mpaka story nyingine, chao chao.